Kumbuka kuna watu fulani watakuwa ni vikwazo au chanzo cha kuua ndoto zako. Na wale mwingine watu hao wako karibu sana na wewe na pengine huwajui. Watu wengine pengine unawaita ni marafiki zako lakini ni chanzo cha kuua ndoto zako. Kuna watu wengine ambao pengine uko nao ofisini au maeneo mbalimbali, wengine hata ni ndugu zako pia. Wanaweza kawa ni chanzo cha kuua ndoto zako. Sasa usipowajua, hakika wanaweza kukusababisha kabisa upoteze ndoto ulionayo. Na ndio maana leo nataka tuangalie aina 4 za watu au watu 4 katika maisha yako ambao wanaua ndoto zako kabisa, na lazima uwe makini kushughulika nao mapema kabisa. Aina ya kwanza kabisa ya watu ambao wanaua ndoto yako tunaita ni vision mockers, au tunasema ni wale watu ambao wanaleta mzaha kwenye ndoto yako, au wanatania ndoto yako, wanaiona kama vile haiwezi kukamilika ndoto yako. Vision mockers ni watu namna gani? Vision mockers ni watu ambao wanakuonyesha kitu chochote unachotamani kufanya hakiwezekani. Kwa hiyo hawa wakiongea na wewe, huwa hawezi kukutia moyo. Usisubiri upate moyo kutoka kwa watu namna hii. Hawa watu hawezi kukuambia kitu hiki kinawezekana. Hawa vision mockers wakija kwako watakwambia hichi kitu hakiwezekani. Hawa ndio watu ambao watakupa mifano ya watu waliofeli, watakupa mifano ya nje ya nchi, watakupa mifano ya hapa ndani ya nchi, lakini hata wanaweza kutumia wenyewe katika maisha yako, kwambia hata mimi bwana nilishajaribu kitu hiki. Unafikiri utaweza? Hiki kitu hautaweza. Hawa ni watu ambao watakwambia hili jambo halifiki mbali. Hawa ni watu ambao pia kwa upande mwingine wataonyesha kudharau wazo ulilonalo. Watakwambia hili wazo gani hili? Hili unafikiri ni wazo kubwa sana. Umeshakutana watu wa namna hiyo ambao kila wakati wenyewe kile unachokifanya wanakimock, wanakidharau, wanaona kama vile hakitaleta matokeo, wanaona kama vile hakitaleta matunda. Hawa ni watu hatari sana kuwashirikisha wazo lako hasa linapoanza. Kwa sababu ukianza kutafuta ushauri kwa vision mocker, siku zote kumbuka hautafanya hilo wazo. Kuna watu ambao wameshindwa kuanza kufanya vitu kwenye maisha kwa sababu wamezungukwa watu wa namna hii. Wameshindwa kuchukua hatua kwa sababu hao ndio watu ambao wanaenda kutafuta ushauri kwao. Kwa kila wakienda kuambia nataka kufanya jambo fulani, ambaye hicho kitu hakiwezekani. Hicho kitu hata fulani alijaribu akashindwa. Mazingira sasa hivi yanaonyesha haitawezekana. Na wakati mwingine wanakupa hata ushauri unaonekana ni wa kisasa, wanaweza kukupata na tafiti za kuonyesha kwamba uwezi, lakini siku zote katika maisha yako usikubali vision mocker akuonyeshe kwamba haiwezekani. Huyu ni mtu wa kuwa naye makini sana, kwa sababu anaweza akaua ndoto yako kabisa. Aina ya pili ya mtu ambaye unatakiwa kuwa naye makini sana, kwa sababu anaweza akaua ndoto yako tu kwa muda mfupi namna hiyo, tunawaita vision enviers. Wanaona wivu kuhusiana na maono yako, kuhusiana na ndoto yako, kuhusiana na malengo yako. Kuna watu wanakuonea wivu. Unajua sio lazima uwe bilionea ili watu wakuonee wivu. Sio lazima uwe kiongozi mkubwa sana ili watu wakuonee wivu. Sio lazima uwe boss kwenye ofisi ili watu wakuonee wivu. Una watu tu kwa namna ambayo hata wewe mwenyewe unaweza ukashindwa kuelewa, utashangaa tu wanakuonea wivu. Hawa wanaweza kuua kabisa ndoto yako. Hawa ni watu ambao watakuonea wivu kwa sababu ya kipawa ulichonacho. Kama una kipawa kizuri, kuna vitu unaweza kufanya kwa ustadi. Usifikirie kila mtu anafurahia. Hapana, sio kila mtu anafurahia. Atakuwa anachukia ndani kwa ndani. Wanachukia kile kitu ambacho kinaonekana kitakwenda kutokea. Na siku zote kumbuka, watu hawakuchukii kwa sababu ya ulivyo sasa hivi. Wanakuchukia kwa sababu ya vile unavyoweza kuwa. Kwa hiyo wanachukia nguvu ya mbegu iliyoko ndani yako. Kwa ndio maana ni muhimu sana kuangalia nani unamshirikisha katika maono ambayo ulionayo. Kwa sababu kuna wengine wanatamani kuwa kama wewe. Wanakuonea hivi kwa sababu wanatamani kuwa kama wewe, wanatamani nafasi yako, wanatamani kipawa chako, wanatamani upendeleo ambao unao, wanatamani umaarufu wako pengine, wanatamani kitu fulani. Unajua wakati fulani nilipokuwa nasoma Biblia nilishangaa sana. Wale mamajusi walipokuwa wameona nyota wanakwenda kufuata mahali alipozaliwa Yesu, wakapita mahali wakakutana na mfalme wakati walikuwa anaitwa Herode. Herode akawauliza mnatafuta nini? Akasema kuna mfalme amezaliwa. Na akawaambia basi naomba mkienda mkimkuta na mkijua mahali alipo, njooni mnipe taarifa ili na mimi niende pia nikamwabudu. Lakini kitu cha ajabu sana ambacho mamajusi walikifanya, walipoenda kumkuta Yesu alipozaliwa, hawakurudi tena kumwambia Herode. Na cha ajabu tukashangaa, Herode akaagiza watoto wote wa chini ya miaka 2 wachinjwe, akiwa anaamini kwamba hata mfalme aliyezaliwa pia naye atachinjwa. Sasa swali la kujiuliza, ni huyu Herode ambaye ndiye alisema wamwambie yuko wapi mtoto ili aweze kwenda kumwabudu, ili aweze kwenda pia kutoa heshima yake. Lakini ni huyu Herode kumbe alichokuwa anasema mdomoni sicho alichokuwa anamaanisha moyoni. Na ndio maana vision enviers ni muhimu sana kuwa nao. Ndio maana unapokuwa umefanikiwa, unapokuwa una mipango ya kufanya vitu fulani, sio kila mtu anatakiwa asikie. Sio kila mtu anatakiwa ajue. Kuna wengine ni maherode, wanakuwa wanatafuta taarifa, sio kwa sababu wanataka kukusaidia, sio kwa sababu wanataka kukupromote, wanatafuta taarifa zako ili waweze kukuharibu
kwa haraka. Kuwa nao makini, kwa sababu wanaweza wakaua ndoto yako kabisa. Aina tatu ya watu ambao unatakiwa kuwa makini nao sana ili wasiue ndoto na malengo yako ni watu tunaoita vision distractors. Vision distractors ni watu ambao wanakuja ili kukutoa kwenye mstari. Wanakuja ili kuja kukuharibia focus yako. Wenyewe wanaweza wasikushambulie, wanaweza wasikuseme vibaya, wanaweza wasifanye chochote kile, lakini kikubwa wanachokifanya ni kuhakikisha hauendelei kuconcentrate, hauendelei kufocus kwenye kufanya ulichokusudia. Kwa ni kama vile ni sawa sana kusema mtu anakimbia riadha alafu mtu akamrushia chupa. Kwa nini anafanya vile? Anachotaka pale ni kumdistract. Sasa unachotakiwa kujua ni kwamba hawa watakuwepo kila wakati na kila mahali. Kazi yako ni kuhakikisha kuona namna gani unaweza kukabiliana nao. Sasa vision distractors wanaweza wakaja kwa njia mbili kuu. Njia ya kwanza, wanakuja wanasababisha vitu vinavyokuletea raha. Wanakuja wanakuambia vitu vizuri. Unajua, not every good thing is right thing for you. Sio kila kitu kizuri ni kitu sahihi kwako. Kwa vision distractor anaweza akaja akwambia, bwana, kuna fursa fulani, tukafanya biashara fulani, au tukafanya kitu fulani, au tuende mahali fulani. Na ukiangalia hakuna ubaya ndani yake, ni kitu kizuri. Lakini swala msingi sio ni kitu kizuri. Swala msingi ni je, ni kitu sahihi? Kwa vision distractors wanaweza kukuletea fursa mbalimbali, vitu mbalimbali ambavyo vinaonekana vizuri, vinaleta pleasure, lakini ukweli ni kwamba vinakuondoa nje ya mstari. Na watu wengi sana wameondoka nje ya mstari kwa sababu ya watu wa namna hii, na wao bila kujijua wakajikuta wamepoteza focus na concentration katika kitu ambacho wanakifanya. Lakini aina pili ya vision distractors huwa wanaleta maumivu. They bring pain. Wanaleta maumivu makubwa kwenye maisha yako. Kwa hao ni watu ambao wanakuja wanasababisha sokomoko. Kama kwenye mahusiano, ukiingia nao tu kwenye mahusiano, kama ni kazini, ukiingia tu kazini, ukianza nao kufanya kazi, kuna vitu wanafanya vinaleta tension, vinaleta stress kwenye maisha yako. Kwa hiyo wanakuletea matatizo, kwa unajikuta unashindwa kuendelea kufanya ulichokuwa unataka. Sasa unaanza kufanya kitu tofauti na kile ambacho ulikuwa umekusudia, ambao ilikuwa ni vision yako. Kwa hawa tunawaita ni vision distractors. Na aina ya mwisho ya watu ambao wanaua ndoto zako tunawaita vision attackers. Hao ni watu ambao wanashambulia ndoto yako. Sasa kuna aina mbili. Wa kwanza ni wale ambao wanafanya kimya kimya, hujui, wanakusema vibaya, wanazungumza na watu, wanakusema vibaya, wana spread bad news, habari mbaya kuhusiana na wewe. Kimya kimya na unakuwa hujui. Lakini aina ya pili ni wale ambao wanafanya open kabisa, wanakushambulia waziwazi. Ndio wanakuja wanakuambia, watakusema, watakuandika kwenye mitandao, watasema kila mahali waziwazi, wanaamua kukusema vibaya kwa sababu wameamua kukuattack, wameamua kukushambulia. Lakini kiwango cha juu kabisa cha vision attacker tunasema ni mtu ambaye anafanya character assassination. Anaamua kukuchafulia, anaamua kukuharibia sifa yako, anatunga uongo, ana spread bad news kuhusiana na maisha yako. Kwa hao ni watu ambao unatakiwa uwe makini nao. Na mara nyingi watu wa namna hii ni wale watu ambao tayari unakuta wameshakujua kiasi kwamba akisema hakuna mtu anayebisha kuhusiana na wewe. Ningependa nijue katika maisha yako, pengine umewahi kukutana na aina yoyote kati ya hizi 4 katika maisha yako? Na pengine utuambie